Wanasaikolojia kuna kitu kinaitwa arousal truth effects. Hii nawapa pia kama homework mkafanyie kazi. Na mimi nishakufanyia kazi. Kuna jamaa hapa story. Kuna jamaa walimfanyia huo mchezo. Kwa ameshika zake mbuzi kwenye kamba. Kwa na mbuzi anaenda kumuuza. Kwa kwanza anamshangaa. Wewe na mbwa huyu unapeleka wapi? Jamaa sio, mbona huyu sio mbwa, huyu ni mbuzi. Kwa kwanza anamwambia hivi. Kwa pili naye kamwambia hivyo hivyo. Huyu mbwa unapeleka wapi? Anambia huyu sio mbwa, huyu ni mbuzi. Mtu wa 3, wa 4, wa 5 mpaka mtu wa 10 anamwambia huyu ni nini? Jamani, huyu ni nini? Tupo pamoja kumbe. Jamaa basi akamwachia. Kajua huyu mbwa huyu, acha nimwachie. Kwa hiyo inaitwa arousal truth effects. Propaganda, jambo lisilokuwa la kweli, likishazungumzwa mara kwa mara, basi linageuka linakuwa kweli. Unaweza kushangaa kwa wale ambao ni masingo mada, si mpo humu ndani? Mpo humu ndani na masingo father mpo au ampo Unaweza kushangaa huyu mtoto waya anichukia mimi. Mloza na baba mkaachana na wake zenu. Unaweza kushangaa huyu mtoto waya anichukia mimi. Hiyo haipo. Bora sauti sipo chini. Hiyo haipo. Ndio athari ya hiyo nilikuwa nawaambia. Mtoto anaaminishwa kama ni baba au mama, baba yako ni mbaya. Hata kama wewe sio mbaya, hata kama wewe ni mtu mwema, mwisho wa siku mtoto ataamini hivyo. Unaelewana Kwa hiyo kama kijana wa Kitanzania lazima uwe tayari kuilinda na kuitetea nchi yako. Watu wa propaganda wanawaambieni kila changamoto ambayo tunapitia, utakwambia serikali. Nimefurahi sana kusikia kijana wa Mkongo ni graduate wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, lakini akaona kwa nini tutesane na CV? Kwa nini tutesane na barua za maombi? Wakaona kuna fursa ya kujiajiri na amejiajiri, na leo amekiri kwamba hatamani kuomba kazi tena. Makofi kwake. Sasa watu wa propaganda wanatumia tatizo kuona kwamba serikali ndiyo iliyosababisha. Tatizo la ajira ni tatizo ambalo ni la kidunia, sio la Tanzania tu. Na ndio maana serikali kwa kutambua kwamba haiwezi kumwajiri kila mtu, ikachukua baadhi ya initiatives, ikiwemo mikopo hii ambayo muda mchache kutokea sasa tutashuhudia wakitia saini kwenye hiyo mikopo. Kwa hiyo ndizo jitihada za serikali. Unaelewana ndugu zangu Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ili uonekane kama kweli mzalendo, ili uqualify kuwa wewe ni mzalendo, lazima uwe na utii kwa viongozi wako. Utii ni kila kitu. Sasa hapa nitanukuu maneno ya Mwenyezi Mungu, wapenzi wa Biblia na Qur'an. Mnaifahamu Warumi Warumi 13 mstari wa 1 mpaka wa 7. Biblia inasema kila mtu na atii mamlaka iliyokuu, kwa kuwa hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Tunafahamu huo mstari Ukishakuwa na utii, maana yake wewe ni mzalendo. Ukishakuwa na utii kwa viongozi wako,
wewe una qualify kuwa mzalendo. Mungu mwenyewe anatambua kwamba yatupaswa kuwa na utii kwa viongozi wetu, kwa sababu hakuna mamlaka isiyotoka kwa nani? Kila mamlaka imewekwa na Mungu. Kwa lazima tuwe na utii kwa mamlaka. Na wale wanaosoma Qurani 4 mstari wa 19 surati Nisa, baada ya audhu billahi minashaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiihu rasul wa ulil amri minkum. Najua wengi nimewaacha, naona mnanitolea macho tu. Mwenyezi Mungu anasema, anatuambia sisi, anawaambia waumini kwamba watu wote ambao wameamini basi wamtii Mwenyezi Mungu, wamtii mtume na watii wale wenye amri juu yao. Tunaelewana Utii huo tumeuona Kwa hiyo tukishakuwa na utii, automatically tukishakuwa na utii kwa viongozi wetu, basi tuna qualify kuwa sisi ni wazalendo. Kwa hiyo tumeona Warumi 13 mstari wa 1 mpaka wa 7, tumeona Qur'ani mstari sura ya 4 aya 59, Mwenyezi Mungu anasema nini. Jambo jingine, ili uoneshe kweli wewe ni mzalendo, lazima uwe tayari kwa hali na mali kuilinda amani ya nchi yako. Kama mtakuwa mna kumbukumbu nzuri, kila sifa ambayo inamfanya mtu awe mzalendo nilikuwa na mifano.